Ninakuja kutia neno kidogo kwa kijana wetu hapa anaitwa Prophet Justin. Kwanza kabisa ninataka kuzungumuza na wewe kijana Prophet Justin. Kama vile unavyosema wewe ulipewa injili ya kuwakemea watu manabii wa uongo. Kama utawakemea, utawataja kwa majina, utawakosea adabu au ni watu wa kuzimu, wanapotosha kanisa. Lakini ikifika swala la watumishi wa Mungu, kijana uanze kuwa makini sana unapozungumza na watumishi wa Mungu, hata kama umeona makosa kwao. Huu ni ushauri nakupa ndugu yangu. Atukatae, Biblia inasema tuonyane, lakini namna ambao unakwenda kumuonya mtumishi wa Mungu ikoje? Siji kakuwa namna unayoonya mtumishi wa Mungu na unakwenda kuingia kwenye 18, unakosea. Sina maneno mengi sana juu yako, lakini jambo la kwanza nitazungumza na wewe kuhusu swala nzima la mke wa Moses Kulola. Kwa umri wako wewe na Moses Kulola, unakumbuka siku moja uliwahi kumzungumzia mke wa Moses Kulola? Na kwa sababu uliona alisukwa, kama alikuwa anasukwa rasta, kama alikuwa anasukwa nywele, ukapanda kwenye mitandao. Kijana, ninataka nikwambie kuna vitu vingine uwezi ukaenda kugusa kwa sababu ya umri wa mtu ambaye amekutangulia. Atukatae. Katika msemo wetu wa Kibembe tunasemaka hata yai linashauri kuku. Atukatae kutoa ushauri mtu wa Mungu akikosea. Nitaanzia hapa kwanza. Ninakuja kugusia hili swala lako ambalo umezungumza hapa juu ya ndugu Meshak. Kijana wewe, siku hizi na wewe angalia usije kuwa kama Mbarikiwa na wewe. Unajiita wewe ni msemaji wa mbinguni. Lakini msemaji wa kwanza wa mbinguni ni Yesu yeye mwenyewe. Na Yesu ndo alimuongoza Paulo kuandikia watu, kuambia watu kwamba upendo ajiendeshi bila adabu. Hata kama uko msemaji wa mbinguni, lakini tafuta kuwa na adabu unapokuwa unafikisha message kwa watumishi wa Mungu. Sisi wote tunaamini mwanamke hawezi akasukwa. Injili ya mwanamke asisukwe, asijipodoe, sisi wote tunaamini hivyo. Lakini hatuwezi tukazungumuza na mke wa Moses Kulola kwa staili ambayo wewe ulizungumzaka naye kwenye mitandao. Najua sisi vijana mnapenda kujipandisha sana. Mkifika hatua ya kuwa mnasikilizwa na watu wengi kwenye mitandao, mnaanza fika hatua ya kuwa nasema tu kila kitu tu, kila mtu anakosea hivi, hata mtumishi wa Mungu anakosea tu, mnaanza kusema. Hatuamini kusukwa. Lakini ujiulize wewe mwenyewe ulivyokwenda kuzungumuza na mke wa Moses Kulola. Vile ndio ulipaswa kuongea naye? Vile ndio message yako imemfikia mke wa Moses Kulola? Upendo ajiendeshi bila adabu. Yaani ninyi vijana mtakuwa mnafanya hata wazazi wenu wakiwakosea ndani ya nyumba mnawakemea. Ndio gisi mnafanyaga hivyo. Baba yako anakukosea ndani ya nyumba unamkemea kwa sababu tumeitwa tukemee. Amkemeaye mwenzake. Mimi ni msemaji wa mbinguni kwa hiyo nitakemea tu. Upendo haujendeshi bila adabu. Tuwaheshimu wakubwa, wazee. Ninakuonya swala la mke wa Moses Kulola. Kwa umri wako wewe au kuwa mtu au kupaswa kuzungumza na mke wa Moses Kulola vile gisi ulizungumzaka naye kipindi kile. Sijasema usimuonye wala usimuambie, lakini namna gani, njia gani ya kuchukua ya kuzungumza na mke wa mtumishi wa Mungu ama mtumishi wa Mungu kama yule. Tena mwenye umri zaidi, inawezekana hata zaidi ya mama yako ama mama yangu ama zaidi ya mzazi wako ama mzazi wangu. Jambo la pili, ukiangalia kwenye caption wako hapo juu
Jambo la pili, ninazungumzia ili swala la wewe na ndugu Meshak. Hapo juu panaandikwa fake gospel. Kwa hiyo unataka kutuambia kwa sababu ya kile ambacho ndugu Meshak amesema, kwa hiyo mahubiri yote ambayo aliwahi kuhubiri imekuwa fake? Hivi ninyi kama mungekuepo kipindi ambacho Yesu anamuita Petro, nenda nyuma yangu shetani, mungekuepo pale na mitandao muna rekodi vile gisi Yesu anamuita Petro, nenda nyuma yangu shetani, hivi nini si mungempachikaga Petro majina kwamba yeye ndo shetani kabisa? Na hii mitandao ya TikTok na Facebook hapa, tusingeamini shetani wa mapembe tena, ambao watu wengi wanakuwa wanamuamini shetani wa mapembe. Mungesema shetani ni Petro, kwa sababu Yesu ameshasema shetani ni Petro, ndo huyo. Yani Petro ndo shetani, hata mtu akuambieje hautakubali. Ninasema hivyo kwa nini? Kitu kidogo kama hicho uwezi kaenda kuconclude fake gospel, injili ya fake. Hapana vijana, tusiwe watumishi wa Mungu wa kukuwa na vizia. Yule mtumishi atasema nini? Niende nikemee. Yule mtumishi anakosea wapi? Niende nikemee. Yule hapana. Sasa kama mimi nimehubiri kwamba wewe kama mtu akihubiri kwamba kama umeokoka na huku umechukua vitu vya watu, ni bora kaenda kurudisha vile vitu. Amekosea wapi? Hivi mtu niwaulize ninyi swali, watu wanaonisikiliza. Hivi kama mtu ameokoka, aliacha anabebesha mimba huko, lakini leo ameokoka, amerudi ile sehemu, ameenda kukutana na yule mwanamke na mume wake, yani yeye amebebesha mke wa watu mimba. Yeye kabla hajaokoka alipana mimba, akabebesha mke wa watu mimba. Anarudi, amempokea Yesu Kristo, anaokoka, anarudi. Kwa sababu ameshaokoka, asiende kuomba ile familia msamaha? Nimeshaokoka mimi, nimeshasamehewa, kwa hiyo uwezi tena kuomba msamaha kwa sababu wewe umeshasamehewa, umeshaokoka. Kwa hiyo kukutana na ile familia wewe huwezi kuiomba msamaha. Ndo kama hiyo scenario ambayo nakuja kuzungumzia hapa. Wala Meshak akakuwa anazungumzia kwamba unajua mtu kama ulikuwa unaiva viazi na ukaokoka, nenda urudishe viazi. Mbona hiyo ni mambo ya kitoto sana kijana? Hivi hata kwa akili yako kabisa binafsi, huyo ndugu yako Meshak alikuwa anazungumzia hilo? Ulibaga maembe ya watu, basi ukiokoka nenda kurudisha maembe, ndo alikuwa anazungumzia? Daudi alisamehewa kwa neema. Wewe unafikiri Daudi alisamehewa kwa sababu aliomba msamaha? Aya, tukichukua mfano wa Daudi, ina maana tusiwe tunaomba msamaha sisi wote. Mungu atakuwa anatusamehe tu kwa sababu Daudi alisamehewa hata kabla hajaomba msamaha. Soma Biblia yako vizuri. Daudi hakuomba msamaha kwa yule nabii. Yule nabii alianza kumwambia na Mungu amekusamehe kabla Daudi hajaomba msamaha. Kwa hiyo unataka kutuambia na sisi tukitenda dhambi tusiwe tunaomba msamaha, Mungu atatusamehe tu? Ninakuja tu nikuonye kwamba endelea na injili ya kuhubiri watu kuhusu Kristo. Kama utakuwa na injili ya kufunuliwa manabii wa uongo, kuwakemea na kuwataja majina ni sawa. Manabii wa uongo wanabidi kutajwa majina, huko unafanya vizuri, na kuwakemea ni vizuri. Mungu akubariki. Hilo nakupongeza. Lakini kama ni Mungu anakutuma, mimi nakupongeza. Lakini kifika kwa watumishi wa Mungu, namna unaozungumza na watumishi wa Mungu na manabii wa uongo isiwe namna unaozungumza na watumishi wa Mungu. Kwa sababu watumishi wote katika Biblia walikuwa na makosa. Watumishi wote katika Biblia walikuwa na makosa. Kwa hiyo wewe utaanza kukemea, yani kipindi cha Biblia ungekuwepo, ungekuwa unakemea na makosa ya Petro, na makosa ya Paulo, na makosa ya huyu, ungeweka hadharani. Ulimpatia Mbarikiwa ujumbe mzuri sana ambao ulienda kumpatia Mbarikiwa Mwakipesile. Ulikuwa ni ujumbe mzuri sana, lakini uliufikisha vibaya. Ndio kwa maana Mbarikiwa aliureject. Ujumbe mzuri sana lakini unaufikisha vibaya. Kwa sababu uko naongea kama mtu mwenye uko na mamlaka. Yani mtu akisha kuzidi miaka,
na amekutangulia katika huduma na ni mchungaji, ana watu wengi anawaongoza, lazima uputi respect. Hata kama Mungu amekuonesha makosa yake, nenda kamwambia ujumbe, lakini kwa njia nzuri. Sasa ninyi mnakuwa tu mtumishi wa Mungu amekosea haka, unaenda kwenye mitandao, mimi na nitasema injili ya uongo. Yani injili yote hii ambao wamama wametubu, walikuwa wanajipaka makeup, wanajichanganya, wengine wametoa uchawi, wengine wamemrudilia Kristo, na wengine wanabatizwa, na wengine wanafanya mambo mazito, wanaokoka, wanaachana na maisha ya usharati, wengine wanaachana na maisha ya zamani, kwa sababu tu ya hilo jambo kidogo tu ambalo mtumishi amezungumzia hapo tu. Ndugu Meshaki, umeenda kukuweka caption gospel ya uongo, fake gospel. Ninyi vijana ninyi, bwana, ina maana hapa kwenye mtandao kuwezi kukatokea mtu akakukemea hata mambo ya uongo, akakukemea hata hadharani na ukakaa kimya na kaonesha heshima. Kwanza acha kwanza nitulie kwanza. Mimi nimekuja kukushauri kijana kwamba unafikisha ujumbe wako, umesema kwamba umepewa injili, wewe ni msemaji wa mbinguni, lakini kama wewe ni msemaji wa mbinguni lazima put respect. Kuwe na limit. Hatujakataa kuambia watu, hatujakataa kumkemea mtu, hatujakataa vyote, hatujakataa, lakini kwa namna gani? Kwa njia gani? Njia gani unachagua? Ndo hilo tu mimi nilikuwa nataka nizungumze na wewe kwa hilo. Mungu akubariki. Wahi kuiba aidha mahindi au viazi kwenye mashamba ya watu akiwa na miaka 10. Leo hii ana miaka 30 au miaka 25, ameokoka. Hawa watu wanasema eti aanze kwenda kumtafuta yule mtu aliyemuibia akiwa na miaka 10. Sema hivyo, umemwelewa mwenzako vibaya kijana. Sasa na mimi ninakuuliza swali, huyo ambaye amemuibia miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka iliyopita, amemuibia miaka ikapita mengi, leo wako wanaishi nyumba moja. Aya, sawa, ameshaokoka, huyu ameshaokoka, sawa, leo wako wanaishi nyumba moja, wanaishi nyumba hii. Wewe labda umesema aende amtafute wapi, sawa. Mimi nakwambia sasa, kama wanaishi nyumba moja na amemuibia gari lake miaka 30, miaka 10, kwa hiyo wamekutana nyumba moja, wanaishi sehemu moja, asimwambie, asimuombe msamaha eti kwa sababu nimeshaokoka mimi siwezi nikamuomba huyu jamaa msamaha, acha nikunje hivi tu nikae kimya? Vijana ninyi mnajua maana ya toba ninyi? na ndugu yako amesema kwamba kama hapatikani basi tengeneza na Mungu, ndivyo alivyosema. Kama hapatikani basi peleka hayo makosa, hizo dhambi kwa Mungu. Sasa kama unafikiri kama ni hivyo gisi unavyosema wewe kwamba hauwezi kaomba msamaha kwa sababu kuna watu wengi wana hasira kali, wanaweza wakakuua, hivi unaweza kutatua makosa ya migogoro ndani ya kanisa ya wachungaji kweli? Hivi ndani ya kanisa lako muwe mtu ameua mtoto wa waumini wawili wanafia, umoja ameua mtoto wa mwenzake, unaweza ukamsalisha huyo aliyeua sala ya toba tu na akasamehewa bila kumuomba mama yake msamaha? Ama akabebesha mimba huko, anabebesha mke wa mwenzake mimba. Kwa hiyo wewe mchungaji utasema basi huyo kijana huyo mwenye mke wake ukienda kuomba msamaha atakuua. Wewe omba msamaha hapa kwa wazee tu. Lazima utengeneze na mwenye bibi yake, mwenye mke wake. Wachungaji watakuombea msamaha, lakini mpaka ule mwenye mke wake yule utafika kwake kushuka kwenye magoti na kuomba msamaha. Ndio toba ya kweli. Haijalishi ana hasira, atakupiga makofi, ni mshahara wa madhambi yako ambao ulifanya we. Daudi alisamehewa, lakini alichukua consequence ya dhambi ambayo alifanya. Kama ujui, watoto wake si walianza kuuana, wakaanza kulala mpaka na mama zao.